Kuna hii hadithi bwana imenisisimua, nikasema lazima niilete kwa wadau wangu bwana. Bwana, kwenye hii story au hii hadithi ambayo nataka niongee, kama mtu kuna hivi vitu ambavyo unavifanya humu ndani kwenye hii simulizi nitaenda kuielezea hapa, uviache kwa sababu mwisho wako utakuwa ni mbaya sana. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Victor. Mshikaji alikuwa anakaa Mtwara huko. Alikuwa anamuguza mama yake, alikuwa ni mgonjwa sana, anaumwa. Kwa hiyo ikambidi atoke zake kijijini aje mjini kutafuta maisha. Umeona? Mama alimruhusu kwa sababu ya hali ilivyozidi kuwa mbaya na kipato nyumbani hamna. Mshikaji alipofika tu mjini, huyo Victor akakutana na jamaa mmoja anaitwa Mr. Kizito. Ni kigogo mmoja hivi, alikuwa na hela zake. Victor akusita kumfuata yule jamaa ambaye alimuona baa tu anakunywa. Akamfuata kwenda kumuelezea shida zake. Yule kigogo akaamua kuwa na huruma kumsaidia, lakini ikawa sivyo kabisa kwenye akili yake, kwa sababu huyo jamaa alikuwa ni mshirikina sana. Umeona, utajiri wake au pesa zake anazipata kupitia ushirikina, kutoa kafara za watu, na kafara yake haichagui, yani mtu yoyote anaweza kumtoa kafara. Kwa hiyo sasa akaamua kumchukua yule Victor, yule kijana ambaye ametoka kijijini, kwa lengo kama la kumsaidia, lakini sivyo. Alikuwa anataka kwenda kumfanyaje? Kumtoa kafara. Akamkaribisha, akamwambia basi panda kwenye gari twenzetu nyumbani nikupeleke na nitakuelekeza kazi gani ya kufanya. Victor kimoyomoyo akawa anasema kumbe mjini kupata kazi rahisi hivi, mbona watu walikuwa wananitisha sana kijijini? Ila ngoja nione. Basi wakatoka pale wakafika paka kwenye kasli la Mr. Kizito, na walivofika tu bwana, nje ya geti Victor alishangaa sana kuiona nyumba kubwa sana, ina geti kubwa sana. Akawa anashangaa tena, yule Mr. Kizito anachukua remote control, anafungua geti. Mambo hayo hakuwahi kuyaona Victor. Akawa anashangaa kimoyomoyo, anajisemea huyu jamaa atakuwa na hela sana. Geti lilipofunguka tu na kuingia ndani, akakuta nyumba imesheheni magari kibao ya kitajiri. Umenielewa? Koja Victor akazidi kuchanganyikiwa. Usikute hapa naweza nikapewa kazi nzuri sana. Kama jamaa na hela hivi na magari mengi hivi, naweza kupata kazi nzuri. Basi walivyoshuka tu kwenye gari, kuna jamaa akatoka ndani, mdogo wake na huyo tajiri ambaye alikuwa anaitwa Justin. Walivyofika tu pale, brother umerudi, tumepata mgeni. Wakamkaribisha Victor ndani. Akakaa kwenye kochi. Yule Mr. Kizito sasa akamuita mdogo wake pembeni waongee. Akamwambia, mdogo wangu, hatimaye tumepata mtu wa kufanya ile kazi. Mdogo mtu akasema, brother, hivi kweli bado unataka kuendelea kutoa kafara ya damu kwa watu wasiokuwa na hatia? Sasa wakati wanaongea hayo mambo, ghafla yule Victor sasa ambaye walikuwa wamemwacha sebleni ametulia, alibanwa na haja ndogo, akaamua kuwafuata kule. Na alipofika akakuta ni watu ambao kama walikuwa wanabishana hivi na wamevimba kiufupi, yani watu wametoleana macho. Akamwambia, jamani, nilikuwa na shida na kwenda toilet, naomba mnisaidie. Basi kaka mtu ambaye ni Mr. Kizito akamwambia, muonyeshe choo kilipo. Lakini wakati Victor anatangulia kwenda chooni, brother mtu akamshika mkono na kumvuta mdogo wake na kumwambia, ole wako utakapolopoka chochote kumwambia kitu chochote huyu jamaa, na wewe utakuwa ni halali yangu. Jamaa kwa hasira, Justin akaondoka. Basi akamuonyesha chooni. Victor akaenda zake kufanya haja zake kama kawaida. Siku ile ikapita. Asubuhi sasa wakaanza kumuonyesha majukumu ambayo anaweza kuyafanya hapo ndani. Lakini huyo brother ambaye ni Mr. Kizito, ambaye ndo mwanga mwenyewe mtoa kafara, akamwambia, unaruhusiwa kufanya usafi kwenye hii nyumba na kwenye magari yangu yote, isipokuwa kwenye hii nyumba kuna chumba kimoja tu hautaki kukigusa, yani hutaki kukifungua kabisa. Kumbe ndani ya hicho chumba huyo jamaa Mr. Kizito bwana, kuna misukule ya baba yake na mama yake ambao ameiweka ndani. Kwa hiyo hataki mtu yoyote aweze kugusa hicho chumba, na hiyo siri hata mdogo wake haijui kabisa, kwamba brother yake ana nini, ana misukule ya wazazi wake hapo ndani. Lakini anamjua kama kaka yake ni mshirikina. Hakujua kwamba hizo pesa chachu, hizo pesa nyingi ni misukule ambayo ameiweka ndani. Kwa hiyo kafara yake nyingi inatolewa na damu, lakini hiyo damu haijalishi ni damu ya nani. Mtu tu anatakiwa akanyage kwenye hiyo nyumba yake. Kwa hiyo kafara hapo inakuwa inakubaliwa. Utakuwa nadhani umeelewa vizuri sana.
Basi bwana, Victor akawa anashangaa mandhari jinsi yalivyo mule ndani nini. Sasa siku moja amekaa nje Victor, amepigiwa simu na mama yake. Alafu Mr. Kizito na mdogo wake wapo ndani. Wakawa wanamsikiliza maongezi yote ambayo yule Victor anaongea. Mama yake alikuwa anamlalamikia kwamba hali ya huku sio nzuri. Basi Victor akawa anaongea, mama usijali, nitakufanyia mpango uende hospitali na kila kitu nitagharamikia, kitakuwa sawa, mimi nikilipwa hela tu nitakugharamikia mama yangu. Usijali. Niwie uvumilivu kidogo. Sasa yule Justin maongezi yalimchoma kidogo. Akaamua kumwambia kaka yake pale ndani, I say brother, unaona jamaa na matatizo, usiweze kufanya hicho kitu. Mama yake ni mgonjwa, kumbe amekuja huku ili amsaidie. Kumbuka mama yetu alipokuwa mgonjwa, ulivyokuwa unahangaika. Brother akamwambia, yani mimi siwezi kabisa kufanyaje